Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe mpendo wangu katika jina la Yesu Kristo. Mimi kuhani wa kifalme wa Bwana Yesu Kristo, Alistair Albano kutoka Gombo Maranatha Church, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nakaribisha katika kipindi hiki cha tafakari neno la Mungu aliye hai, Gombo, katika jina la Yesu. Leo hii tutasoma neno kutoka kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali. Mithali sura ile ya 30. Na nimepata maandiko kutoka kitabu hicho aya ile ya 7 hadi ile aya ya 9. Aya 7 hadi ya 9 au mstari wa 7 hadi wa 9. Tutafakari pale maneno mazuri, mambo matatu muhimu ambayo mimi binafsi nimemwomba Mungu anipe katika maisha yangu. Lakini pia nawe pia ninakuombea kwake Yesu Kristo na Mungu Baba akujalie. Nimeyapenda kwa sababu pia mwandishi wa kitabu hiki cha Mithali sura 30 aliyaomba na ni ya thamani kubwa katika maisha yako. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi: mambo haya mawili nimekuomba usininyime, matatu kabla sijafa. Uniondolee ubatili na uongo. Usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadri yangu. Chakula kadri yangu. Nisije nikashiba na kukukana, nikasema Bwana ni nani? Nikasema Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Narejea tena maandiko haya, kitabu cha Mithali sura ya 30 na aya ya 7 hadi ya 9. Mambo haya mawili nimekuomba usininyime, matatu kabla sijafa. Uniondolee ubatili na uongo. Usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadri yangu, nisije nikashiba na kukukana, nikasema Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Naomba niombe kwa ajili yako. Mfalme wa wafalme na Bwana mabwana wangu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, mikuhani wako kifalme Alistair Albano, ninakuomba kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu na neno lako Yesu Kristo, niwezeshe kuliishi neno lako hili na kulifikisha kwa kila ambaye analisikiliza na kunifuatilia popote katika sayari hii dunia, Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Ulaya, Afrika, Asia, Australia, katika bara saba, kivyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi niwezeshe. Amen. Asema mambo haya mawili nimekuomba usininyime, matatu kabla sijafa. Akasema uniondolee ubatili. Nami natamka katika uwezo wa jina lake Yesu Kristo, hali yote ya ubatili katika maisha yangu haina nafasi, haina kibali. Ninamshukuru Mungu sana katika maisha yangu, hata kabla sijaanza kazi ya utumishi wa Mungu, hata kabla sijaokolewa, maisha yangu niliishi hivyo. Kama kuna vikando vilivyokuwa vinanifamia, nilivikataa na kuvipinga. Nakumbuka wakati fulani wa mtoto wangu, mama yangu alilichapa bakora nyingi sana kwa umbea na fitina za rafiki yangu mmoja. Wala kwa rafiki yangu, ni kijana ambaye tulikuwa tunacheza wote katika utoto. Alikuja pale nyumbani akasema Alistair ameiba misumari akatuuzia nyumbani, kitu ambacho sijai kufanya kwenye maisha yangu. Mama akasikiliza maneno ya yule mtoto ambaye hata kwa rafiki yangu ni mtoto alikotokea hata sijui. Nikachukua bakora barabara, nikachapwa sana, nikaambiwa mimi nimeiba misumari, kitu ambacho sikuwahi kukifanya. Sikuiba misumari kabisa, ila nilichukua bakora ambazo sikustahili. Nilijaribu kujitetea lakini sikupata wa kunisaidia. Kwa hiyo sikuwa hii na hali hiyo. Lakini pia mwaka mwingine nilipokuwa katika sekondari nasoma, rafiki yangu wa darasani mmoja, tulikuwa na darasani wa kike, alinipa majibu ya mitihani ambao tulikuwa tunaofanya kwenye shule. Akanionyesha, akaniambia Alistair, copy haya, hamisha hii kwenye mtihani wako ufaulu. Mimi nilikataa kuchukua nyenzo, wanaita nyenzo wakati huo. Nikasema wacha nitumie akili yangu nifanye mtihani. Kwa hiyo nilikubali kwamba kutumia nyenzo. Yule mwenzangu alifaulu akasonga mbele kwa sababu alijua alikuwa ni msichana, inaonekana kama waliungana na mwalimu akapata hiyo majibu ya mitihani akafaulu. Mimi nikadunda kwenye hiyo. Sikufanya vizuri kama yeye, lakini nilifanya kwa kiwango changu, lakini sio kama huyo, kwa sababu alihamisha majibu na alikuwa yale majibu. Nikataa.
Lakini pia nakumbuka pia nimekutana vitu kama hivyo mara kadhaa katika maisha yangu, sikuwa tayari kufanya mambo ya ubatili. Na narudia tena, ninaomba sana katika jina Yesu, kama kuna mahali alifanya ubatili aina yote, Yesu anirehemu, anisamehe, na mtu yote aliyemfanya ubatili anisamehe. Lakini pia kama nalinena uongo, nisamehewe. Kwa hiyo vitu hivi navikataa, nakataa ubatili, nakataa na aina zote za uongo, hila aina yote kwa jina la Yesu. Na ninaomba Mungu pia nisaidie nisiwe maskini wa kukufuru, na nisiwe tajiri wa kukufuru, niwe na mali kiasi. Na kwa kweli Mungu ni mwaminifu, na unapomwomba kwa jina lake Yesu Kristo huwa anakupa. Ninaona kabisa katika hali ya maisha yangu, na ustawi kwa wanaonifahamu muda mrefu, kwa na maisha yangu hata familia, kuna mabadiliko. Sio maskini mimi na sio tajiri, niko katika mahali hapo. Kwa nina uhakika wa maisha ya sasa na ya milele. Nina uhakika. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo, na nimeweza kumiliki vile ambavyo nataka kumilikiwa na wanadamu vipo. Namshukuru Mungu. Nyumba, mahali pa kulala pazuri, lakini pia na uhakika wa chakula kizuri cha aina yote ninachokitaka kwa hali nzuri, ambacho sio cha makufuru. Kwa unaweza kubadilisha milo na kula vizuri. Hiyo tu kwa sababu Yesu amenisaidia. Kama ameweza kunisaidia mimi, na wewe pia ukiamini katika neno hili napofundisha, muombe Mungu akupe mambo haya matatu muhimu kwako. Mwambie kabla hujafa akuondolee ubatili, akuondolee uongo, asikupe umaskini, asikupe utajiri, na akupe chakula kinachostahiki katika mwili wako. Mara kadhaa nimekuwa nikienda kufanya check up katika baadhi ya hospitali kupima kiwango changu cha afya, na hakijawahi kubadilika. Sijawahi kuzidisha kilo zangu za uzito, sijawahi kuzidisha kiwango changu cha damu, hakuna cha pressure wala shinikizo la damu. Yesu Kristo amenisaidia kwamba ninakula chakula sahihi, mlo kamili uliokamilika vizuri. Na ninamshukuru kwa ajili pia mke wangu ambaye ni daktari, amenisaidia kwa sehemu kubwa katika mambo haya na yale. Kwa hiyo sote tuna afya nzuri, na watoto wetu vizuri, tunakula vizuri, chakula bora, sio bora chakula, na tunakunywa vinywaji bora na sio kila kinywaji. Tunamshukuru Mungu katika hilo. Lakini pia amesema usinipe umaskini wala utajiri. Kwa hiyo tuna maisha ambayo sio ya kitajiri na sio ya kimaskini, maisha ambayo tunastahili kuishi. Na muamini Mungu, na namshukuru kwa ajili ya hiyo. Na kwa maana hiyo tunaishi maisha mazuri, na katika hali hiyo hatumlalamiki Mungu, hatuilalamiki jamii inayotuzunguka au uongozi ulio katika dunia. Uongozi wote uliopo, uliopita, ujao na utakao kuja, bado tunaamini kwamba kuna jinsi ya kuishi kwa kadri ya kumtumainia Mungu zaidi kuliko kumtumainia mwanadamu. Hicho ndio jambo la muhimu sana. Nikasema Bwana ni nani wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Kuna watu wanalitaja jina la Mungu bure, wanamlaumu sana Mungu na kusema Mungu alifanya hiki, Mungu mbona unioni, Mungu mbona hiki. Mungu yupo siku zote. Umemwomba nini asikupe? Kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 aya 7 na kuendelea pale sema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mtafunguliwa. Akasema pia aombaye mkate atapata mkate, aombaye samaki atapewa samaki. Kwa hiyo tunaona kwamba ukimwomba Mungu mahitaji yako atakupa. Kwa hiyo mpendwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, popote ulipo katika dunia, muombe Mungu mambo matatu haya muhimu sana katika maisha yako, na akikupa kuwa shuhuda wa kushuhudia wengine na kumshukuru Mungu hata ikibidi kwa sadaka na shukrani kwamba Mungu ameweza kukupatia hivyo. Ninamshukuru Mungu kwa hivyo alivyofanya kwangu. Yesu ninamshukuru sana, amefanya. Kama ni vyombo vya usafiri, Mungu amenijalia kuwa navyo. Yesu ameniwezesha kuanzia baskeli, pikipiki, gari, sio nini. Naona Mungu akifanya, na amefanya bila kwenda kutumia mkopo, bila kwenda kuomba msaada, kwa bidii na kwa kipato kile ambacho Mungu amejalia. Wala si kwa kutengeneza, labda kwa sababu mimi ni mchungaji au mtumishi wa Mungu nitengeneze sadaka za bandia ambazo hazipo kwenye maandiko, za hila ama kula fungu la sadaka. Hapana. Mungu amenibariki kwa kadri kile alichojalia. Lakini kikubwa ambacho naweza kusaidia na nisikiliza ni kwamba kwanza utafute ufalme wa Mungu, na haya mengine yote utazidishiwa. Ukifanikiwa kutafuta ufalme wa Mungu, Mungu atakujazi kwa mahitaji yako. Kwa sababu kwanza kabla hajakuumba, Mungu anajua haja za moyo wako. Ukisoma Biblia tangu kule mwanzo utakuta kwamba Mungu alianza kuandaa mazingira kabla ya kumweka mwanadamu katika ile bustani au katika dunia. Kwa hiyo Mungu anajua haja za moyo wangu, anajua haja za moyo wako, anajua mahitaji yako, anajua nini unachotaka katika maisha yako.
Siamini katika kwamba kuna mafuta au kuna udongo au kuna kitu, kuna stika ambazo zinaweza kumpa mtu utajiri. Hapana. Mungu anaweza kukubariki sawa sawa na neno lake linavyonena. Tunasoma katika maandiko, Mungu anaweza kufanya. Ngoja tuangalie andiko lingine. Hii nimesoma kwenye Mithali, lakini tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ya 3, tuone kuna nini kinaandikwa pale, kinasemaje. Haya maandiko je, kuyachanganya kwako, kukuchanganyia ili uweze kupata mlo kamili utakao kusaidia kunielewa nachokiongea. Pengine wengine wanasema halisi, mbona sisi hatukuelewi katika hili, mbona sisi tumeshindwa? Kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3. Sura ya 3 napenda tuanzie kitabu cha kuanzia mstari ule wa 13 na 14. Mstari ile miwili tusome. Kristo alitukomboa. Kristo ambaye ni Yesu Bwana wetu alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunapokea ahadi za Bwana, zile za baraka za Ibrahimu. Ibrahimu, kusoma katika Biblia yako vizuri, ni mmoja kati ya binadamu waliopata kuwepo chini ya jua, aliyebarikiwa, aliyekuwa na ustawi mkubwa sana. Aliweka historia na alitembelea katika msingi wa imani, na hata baadhi ya watumishi wa Mungu wanamuita baba wa imani. Kwa hiyo na mimi natembelea hiyo imani kwa kumwamini kwamba Yesu Kristo ndiye anayeniwezesha kufanikiwa kiroho, kinafsi na kimwili. Na katika neno hili tumesoma katika Galatia sura ya 3 aya ya 13 na 14, inatuambia Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ni hali ya ustawi na amani ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, na tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Nazungumza na wewe unanisikiza leo, na ninatamka kwamba huu ni mwaka 2025. Leo ni tarehe ya 30 Disemba. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba nitakuonesha sasa kwa vitendo vile ambavyo Mungu amefanya katika maisha yangu mimi, na amenifanyia mimi na familia yangu, mimi na kanisa ambalo Yesu amenipa kuchunga. Yesu Kristo ninayemzungumzia. Ninataka nikuambie tena, tuangalie kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana. Ina sura moja, tunataka nikuongeze. Yaani maandiko ambayo nitajaribu kuyatumia leo kukusaidia, kukujenga. Kuna watu wanahangaika huku na kule kutafuta ustawi ama mafanikio, wasijue mafanikio yanapatikanaje. Hayapatikani kwenye mafuta wala chumvi wala kwenye udongo. Hayapatikani kwenye stika za mtumishi fulani wa kelele zake. Nataka nikusomee kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya 1, na ina sura moja tu. Kwa hiyo nianzie pale mstari wa 1 na mstari ule wa 3. Tuanzie mstari wa 1 na wa 2 kwanza. Mstari wa 1 na wa 2, hebu nisikilize. Mzee kwa Gayo, mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Narudia tena. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Amesema nataka ufanikiwe katika mambo yako yote. Sasa hii ni waraka wa 3 wa Yohana, ameelezea kwamba kumbe Mungu anataka wewe ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Wewe unasema wapi Mungu amesema? Ngoja nikwambie. Tunarudi tena katika Agano la Kale, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8, alafu tuone kuna nini kimeelezwa pale. Nataka nionyeshe maandiko. Kuanzia mstari ule nianzie ule mstari wa 11, alafu nitakwenda nao mpaka mstari wa 18, angalau uvumilie kusikiliza neno hili kwa mstari wa Roho Mtakatifu, alafu utanielewa. Wewe unayenifuatilia popote katika uso wa dunia, nazungumza na wale ambao wanapambana kuhusu hali ya kiuchumi. Kuna wengine tayari wameshafanikiwa. Kuna wengine nazungumza kwa wale ambao kiuchumi maisha yao yamegoma. Sikiliza, jihadhari usije kumsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake anazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula, nimezungumzia kula kwenye Mithali. Utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke
ukamsahau Bwana Mungu wako. Usije ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, hali ya ufukara na umaskini na maradhi, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasiyojua baba zako, apate kukuteza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo useme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu, labda elimu, mkono wangu ndio ulinipa utajiri, ndio ulinipa utajiri huo. Usije ukasema hivyo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili afanye agano lake imara. Narudia tena, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kumbe Mungu ndiye anampa mtu nguvu ya kupata utajiri ama ustawi. Kwa hiyo Mungu ndiye anayekupa. Kwa hiyo atakapokubariki na kukupa hiyo hali, usije ukasema ni nguvu zako, ni elimu zako. Kuna watu kila leo, mara kwenye vikoba, mara kwenye finka, mara kwenye hiki, mara kwenye mabenki, wanatoka huko wanakopa huko, wanakopa huko, wanatoka mwisho wanakimbia, wanakuwa wakopaji sugu na wapate ustawi. Unajifunza mambo ujasiriamali, unajifunza kila na hiki, lakini pasipo kumtumainia Kristo, pasipo kumwangalia Mungu, huwezi kustawi, huwezi kufanikiwa. Ngoja nikupe dozi nyingine katika kitabu cha Joshua. Nataka tuangalie Biblia hii. Unajua sisi tunataka nikufundishe katika kitabu cha Joshua. Ngoja Joshua sura ya kwanza, napenda ule mstari wa 8. Alafu utanielewa. Naomba Roho Mtakatifu kama alinisaidia mimi, akusaidie na wewe kule ulipo. Tunarudi. Sikiliza. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Yoshua sura ya 1 aya ya 8. Kwa hiyo unataka kufanikiwa, unataka kuishi maisha ya ustawi na baraka, maendeleo. Read the Bible, soma Biblia. Ipe nafasi ya kwanza mchana na usiku. Weka ratiba yako vizuri, isivuruge kazi zako. Unafanya kazi, unasoma neno la Mungu, unachukua hatua. Uwe na kitu cha kufanya, uwe na mradi wa kufanya, uwe na shughuli ya kufanya. Hata ukiuza mandazi, hata ukisukuma chapati, unaweza kustawi. Hata ukiuza dagaa, unaweza kustawi. Hata ukiwa washers, mtu anaosha magari, mtu wa kuosha magari, hauka dobi, unaweza kufanikiwa. Lima bustani za mboga, lima bustani za maua, unaweza kufanikiwa. Umemtanguliza nani mbele ya maisha yako? Kristo. Mpe nafasi ya kwanza katika maisha yako. Maisha ambayo ninaishi mimi leo ni maono ambayo Mungu amenipa muda mrefu. Nimeyachukulia hatua na kuyafanyia kazi. Ninakataa kuishi maisha ambayo ya kushindwa. Haitawezekana kushindwa. Hakuna silaha itakayofanikiwa dhidi yangu na kunishinda, kwa sababu yuko aliye mkuu ndani yangu, ambaye ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Yakobo. Ninataka kumuona akifanya kazi katika maisha yako. Tunapozungumza mafanikio ya Ibrahim, tunapozungumza mafanikio ya Yakobo, tunamtaka Yakobo wa leo ni nani? Tunamtaka Ibrahim wa leo ni nani? Na ninatamka katika uwezo wa jina lake Yesu Kristo, ni kwamba ninaamini anaweza kuwa wewe, ninaweza kuwa mimi. Katika kizama hizi inawezekana. Kinachotakiwa ni kuthubutu. Tuangalie kitabu hiki cha Yoshua sura ya 1 hiyo mstari wa 9. Kuna tahadhari imewekwa pale chini. Imeandikwaje? Je, si mimi niliyekuamuru uhodari na moyo ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu yuko pamoja nawe kila uendako. Maana yake kila unapokwenda kuna jambo la kukasha tamaa, kuna utisho, kuna hofu, kuna mashaka, kuna wapiga kelele watakao kukasha tamaa kwamba haiwezekani. Nimekutana na maaskofu, nimekutana na wachungaji na mitume na manabii na makuhani mbalimbali wakiniambia tumetoka nchi fulani kwenda kutafuta wafadhili wa kutusaidia kuweza kuchunga kanisa, na ikawaambia aliyewapa kanisa ni mfadhili ama ni Kristo? Walikosa jibu, wakabaki wanahangaika. Alisa, Biblia unayosoma ndio hii tunasoma sisi wengine? Akasema ndio hii. Baba yangu na mama yangu niliwaambia, nimepeleka shule kusoma na kuandika na mahesabu, haya mengine niachieni. Maisha yangu sina mpango wa kuajiriwa. Lakini si walaani walioajiriwa, sioni kama mpungukiwa, kwa sababu lazima wepo watu watakaoajiriwa. Ndio maisha yalivyo kawaida.
tunategemeana. Hakuna binadamu anaweza kujitosheleza kwa kila kitu. Hata mimi nawahitaji hao, na naamini hizo katika Kristo aliye hai. Kwa hiyo nimeweza kuishi maisha hayo kwa ajili, sio kuajiriwa, ni kwa ajili na kuwatunga. Bado ninaona uwanda mkubwa. Kanisa sio kwamba libaki tu kuhubiri injili kwamba Yesu anakuja anaokoa, lakini baada ya kuokoka anakula nini? Anaishije? Yeye na mke wake, yeye na watoto wake, ama yeye kijana anaishije? Tunataka tuangalie hiyo. Kuna kazi inatakiwa ifanyike, na maandiko unasema yamesema kila asiyefanya kazi na asile, kula na asile. Kwa hiyo ina maana kuna kufanya kazi, kuna kuwajibika, kuna kusimama katika nafasi. Hivyo Mungu anapotaka kutembelea kuleta baraka kwenye banda la ng'ombe, una hata mbuzi, atakuta nini kwa ndani? Utapanya, akuletee panya wawe wengi zaidi au mende? Lazima uwe nasema na kitu cha kufanya. Tunatamka katika jina la Yesu Kristo kwamba inawezekana. Nikisoma Biblia vizuri nakumbuka kwamba hata Kristo alifanya kazi. Hakuwa mtu tu wa kukaa kuhubiri tu injili. Kuna kazi alifanya. Historia inatuambia katika mambo mafundisho ya kiroho ya ndani, baba yake mlezi alikuwa anaitwa Yusufu, alipokufa mapema, yeye aliendelea na kazi ya useremala alikuwa anafanya babake, ili kuwalea wadogo zake waliozaliwa baada yake. Wako kina Yuda, wako kina Yohana, wako na dada zake kule kwepo. Tunajua hiyo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo alifanya yako yaliyofanyika katika hiyo. Kwa hiyo alifanya kazi. Paulo alifanya kazi ya kufuma mahema. Wewe unafanya nini kama mtumishi wa Mungu? Kuna mahali ikifika unaweza kukuta utabaki kukaa madhabahuni tu baada ya kustawisha lile kundi likaanza kukutunza kama liwali, kama kuhani. Mungu anaweza kukutunza katika hiyo, inawezekana. Lakini kwa sasa hivi unafanya nini? Nazungumza na mtu fulani katika jina la Yesu Kristo, especially katika Afrika, nazungumza katika dunia ya tatu, wajitambue kwamba iko nafasi Mungu amekupa katika maisha yako. Pale ulipo kuna fursa, itumie fursa kufanya jambo la maisha na kustawi katika jina la Yesu Kristo, inawezekana. Naomba niombe kwa ajili yako. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako zuri ambalo umetufundisha kutoka kitabu cha Mithali sura 30 na aya ile ya 7 na zungumza hadi ile 9. Mungu umesema neno mazuri ya kufurahisha, mazuri yenye matumaini. Nami napanda hili neno kwa nafsi na roho na mwili wa kila mtazamaji anayesikiliza na kufuatilia popote walipo katika uso wa dunia. Tunapoingia 2026 watoke kwenye maisha mgando, maisha tegemezi, maisha kutokujiamini. Umesema mambo haya mawili nimekuomba, usiniime matatu kabla sijafalisa. Uniondolee ubatili na uongo. Ubatili uondoke, uongo uondoke. Usinipe umaskini wala utajiri, unilishe chakula kilicho kadiri yangu, nisije nikashiba nikakukana, nikasema Bwana ni nani, wala nisiwe maskini sana nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Mungu Baba mwenye enzi yote, mbingu na nchi, Muumba mbingu na nchi, aleta nafsi na roho na mwili wa kila mwanadamu anayenifuatilia popote katika dunia aweze kuishi katika hii Mithali 30 aya 7 hadi 9. Sema na nafsi yake, sema na roho yake, sema na mwili wake. Ninamshukuru Mungu kwa baraka alionifanyia katika maisha yangu. Ninaona nuru zaidi, ninaona ustawi, ninaona maono mapana sana. Haijalishi naishi katika taifa fulani gani, lakini najua katikati ya hayo ninapasua, ninapenya na kufanikiwa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki sayari yetu dunia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini Bwana utafanya zaidi ya kile naomba. Ni mimi kuhani ukifanya Bwana Yesu Kristo, Alisa Albano kutoka Gombo, Maranatha.